ili tuanze shughuli ya siku ya leo rasmi, kwa sababu hii leo ni siku ya kusherehekea mtumishi wa Mungu kwa miaka 20 huduma hii. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nafana kweli. Bwana Yesu asifiwe. Shangwe na kelele kwa Mungu. Asante sana. Siku ya leo nami niko na furaha ambayo isiyokuwa ya kifani, kwa sababu nimefika katika madhabahu haya na nimefurahia kuwaona siku ya leo. Ni akina nani ambao ni mara yao ya kwanza kufika katika nyumba hii ya Bwana ambapo tunaita mlima wa Bwana? Uinue mkono juu. Ni akina nani mara yao ya kwanza kufika katika nyumba hii? Wow, mko wengi sana, karibu sana. Wale washirika wa hapa wapigie makofi. Asante. Sifa na utukufu zikamrudie Bwana kae katika kiti cha enzi. Naitwa Zadok Dennis. Ni mtumishi wa Mungu, pia mtangazaji wa kituo cha Sauti ya Rehema, ukipenda Sayari Radio, ambacho kinashikilia katika mitapendi ya 102.9. Leo tuko na functions 2 ama 3. I think they over them. Moja ni ya kawaida, ibada ya kawaida, si ndio? Amen. Makofi kwa ibada ya kawaida. Asante sana. Function nyingine, mtumishi wa Mungu ambaye ni kiongozi katika huduma hii ya gospel Tabernacle Ujiji. Yes. Na leo hii sauti iko sawa, unaweza tuweke wapi? Ndio watu wasikize. Unaona aje? Iko sawa. Itakuwa? Tuanze sasa, tuende hewani kwa sababu tulitoa ahadi kwa wasikilizaji. Brother karibu sana, nimekuona. Amen. Mpigie. Asante. Tunaisha wasikilizaji kana kwamba hii leo tungekuwa na shughuli hapa, tutaweka hewani. Ama Ujiji, usubiri kidogo tuipe, kwa sababu kipo naona ni kidogo, kisha baadaye tutaingia hewani. Unaona aje? Sitakuwa sawa? Sawa. Wageni msimame wote, tuwajue. Kila mmoja atatusalimia, kisha baadaye tutarudi hapa mbele ili tukaweze kuendelea. Nilisema tuko na shughuli ya ibada ya kawaida. Hiyo ni ya kwanza, si ndio? Amen. Ya pili, mtumishi wa Mungu ambaye ni kiongozi katika huduma hii anasherehekea miaka 20 tangu aanze kufanya hii huduma. Piga makofi kwa hiyo function. Asante. Shughuli nyingine ya tatu ni ile ya kufikisha miaka 50 tangu azaliwe. Makofi kwa hiyo. Asante. Tuko na kipaza sauti kingine ama ni hiki tu tutakuwa tunatumia? Wageni mnaweza zungumza hiki Kiswahili. Unajua wengine tuko na kimbele ya kutumia Kiswahili, tutazungumza kwa Kiswahili. Mkabidhi microphone. Yes, sawa. Amina. Hello. Amen. Ndio kama wale.
Umanene yesawawe. Amen. Njasa walitaka kupasta Cyrus lakini ukotomo. Amen. Konguresa mo yanyagoe kere kanisa ya asirtari nyagoe. Amen. Alioko gumo. Roto asina pasta lita tinega. No moteri wamo gatera tuni kipom kurmatorora. Wamo jirata ibireiga. Na irani reiga tini mogeri mono. Amen. Karibu sana. Alisema anaitwa mtumishi Cyrus, si ndio? Mpige makofi. Asante. Bwana siwe. Amen. Nitamfanya nikigira kuja kwa pasta rumo sana miaka 15 kama tu amanyete. Amen. Mimi familia yangu leo siriki kwa siriki kalenda. Ile familia leo saidiwe haina mimi. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Anaitwa Freddy, mpige makofi. Na wageni wengine. Simama mama, usalimie. Unajua sasa au iko tu anachibu tena sawa. Tukua ni kabisa. Kwa sababu wao ndio mwenye watu kule kule. Amen. 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 Asante sana Dorcas, asante. Amen. 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 Kwa majina ni Brian Owino. Nafurahi sana kushiriki naye katika kanisa hili la Bwana. Bwana anapenda. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord once again. Amen. My name is Namato Masere. First of all, thank you for provision for the chapel. It is my first time to be here. I'm very much happy. What I would like to tell you is to have propheted the excellence that the Lord is going to come. Be strong and be silent. Thank you. Amen. Wake upige wewe. Wake Ungatika mlima wa Bwana. Bale kama akeiwa. Toka kile kaki. Banda watu weka ile mosi. Amen. Amina. Amen. 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 Piga makofi. Bana moja kama wewe. Kabisa. Mko sawa? Amen. Lakini tunaleta matera biga. Mageni bara, haiteko miamore. Amen. Bwana Yesu asifiwe, haiteko. Asifiwe Yesu. Motiviate sana. Amina. Joage lugora tukwani na ndo kwa tera. Na ndo tena ndia kwa leta. Upige makofi. Amen. Mkaribishe. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wananikumbuka? Sijakuwa ikuja hapa lakini kuna mahali tulikutana na wachache. Wangapi wanakumbuka mahali tulikutana? Kama watu sita hivi. Wengine wote hatujawahi kukutana yani. Kwa majina mimi naitwa Organizer Richard Nyakundi. Nafanya kazi na Sare FM, pia ni mwimbaji. Amen. Nimefurahi kuwaona. Hii nimefurahi kuniona kweli? Amina. Mimi nimeona kwa sababu ametuambia ametufikisha siku ya leo. Na si wote wangefika lakini kwa sababu ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Amen. Kama hujafurahia kufika siku ya leo, sauri yako. Wangapi wako na furaha? Amen. Kuna wengine
hawakuinua mkono ni kama wako na huzuni fulani, lakini tunawaombea kwa jina la Yesu wapate furaha ndani yao. Sasa ningependa kuwapa wimbo mmoja tuchangamke kidogo. Mwenye ana nafasi asimame apate nafasi kidogo, tuchangamke kidogo hivi kwa nyumba ya Bwana. Amen. Hiyo taiwe ndio iwe tega na bago tende kimchugete. Tokora tenga hiyo tola siniro kwa nose kwa mata. Asante sana. Oderongora hago tega tinina gumotora tinina nyumba matata tinina tomo sasime. Sinipo. Haya, asante sana. Tuachie wimbo kidogo tuchangamke kidogo. I'm
wote vitu vile vile. Huyo wako organizer Richard Nyakundi. Watumishi mtakaa hapa mbele sasa. Mtakaa hapa mbele. Wetiti kuja kusalimia. Kisha baadaye utarudi kwa production. Salimie. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Tunafurahi siku ya leo. Tunavuka mwaka. Tunataka kuvuka. Ama nani anataka kuvuka? Maana nimesikia eti bado. Nataka kuvuka mwaka leo. Ikifikia mida ya saa 6 lazima tuvuka mwaka. Kwa hivyo tunafurahi kama tutavuka mwaka maana tuko katika kanisa ya Bwana. Kwa hivyo niko majina vile umesikia naitwa Jared Ochichi. Mimi ni mtangazaji wa Radio Sayari wa kanisa la Gospel Tabernacle. Nimekuja kama mara 2-3 hivi. Kwa hivyo na leo nina furaha sana kujumuika pamoja nanyi. Kwa hivyo nawakaribisha tuweze kusherehekea pamoja, na nimesikia leo tuko na event nyingi sana za furaha. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa haya na Mungu azidi kuwabariki, tuko pamoja. Asante. Najua sasa leo tujisikilize. Hapendi sadaka zile zangu na kuomba nazo. Mpigie makofi. Asante. Wewe tunashirikiana na yeye kupeperusha matangazo kule kwa studio. Ni akina nani hawaelewi Kigusi? Unajua sasa naweza nijipata kwingine nimeingia Kigusi. Inua mkono juu. Sasa itabidi nikakamue na Kiswahili. Sio? Wako wangapi? Inua mikono juu. Nataka kuhesabu. 1 2 3 4 5. Wale wako karibu nao. Nikiteleza hivi mnatafsiri. Sawa? Mtakuwa wakaimani katika siku ya leo. Haikilisi nduguani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bwana furaha kweli. Niingie mikono hivi. Mimi leo nimekuja kusherehekea. Mateo nimekuja nyuma ya Bwana. Mwanzo nilikuja last time. But kazi imekuwa mingi. But Mungu ameniwezesha nimevuka hii mwaka. Nimekuwa majaribu, lakini kuamini tukivuka mwaka 2024 tunavuka na mwaka. Tunaendelea maono ya mbele. Haturudi nyuma. Kama haturudi nyuma, tunaenda mbele. Amen. Barikiweni sana. Mimi natoka Itumbe. Amen. Amen. Asante wewe anaitwa Christine. Christine. Watumishi, tabidi sasa msimame, msalimie angalau tuwajue, mtujulishe majina. Maana kuna siku nimeonyeshwa kwa muda usikuwa mrefu na pia atakuwa anaingia katika ukumbi huu. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Yesu. Asifiwe Yesu. Nipigie kama unaniona. Barangu kwa iganya kondoche. Amen. Naitwa Pastor Sam. Wako Pastor Sami. Mimi ni mmoja wa wale walianzisha kanisa. Mchenoyo mabasi walibasi kanisa. Yeye. Kanisa. Kwa hapa miaka ya 2008 mpaka around 2010. Naona alinga kwa mwaka hiyo Kiruguibere na Islam na Islam mpaka Kiruguibere na iko. Naamini mshirika ambaye anaweza kumbuka yule mama anaitwa Jane. No yora nyara kwa kinyoraga no mokoro kuche. Amen. Amen. Wengine ni wajuzi. Abande abamaira Hata walemani wa nyuma. na moiga na wemolema nere na bakuletea kurumaira. Mungu awabariki. Leo nilitembea kusherehekea na pastor rafiki yangu. Amen. Ninaja kupata na mama pastor oyoro masanyone. Nishangilie miaka ambayo amefanya kazi kwa shida na juhudi. Ndio nyare kwa opera manera sema kile kwa nira sema chako ama mogoro. Mungu ambariki. Nyasaye amasesenya. Amen. Amesema alikuwa miongoni mwa wale ambao walianzisha huduma hii. Mpige makofi. Haleluya. Mwana wako sana. Baba Yesu. Mnyakoli. Kwa sawa. Nakumali kama mandazi ya 25. Amen. Mlikuwa na namna gani mandazi ya 25? Ulishia. Mwa ushiba.
Lakini moja mtashiba. Baada Mungu awabariki. Jere kwa Filipo Kwa majina ni Pedro. ndio baraka. Amen. Kwa mgonjoro Natoka huko Mogotoro. sisi tulikuwa hapa kutoka Jumatano. Wanalenga kulia Jumatano. Tulimaliza chana. Tuakole teknikoro. Kaenda kama Nienda nyumbani. korona jamii yangu. Orali niende litokulia na mbele kali. Nende sasa ndio narudi. Bwana nani na ilanga. Mwanangu sana. Wewe Yesu. Wasani wa mbele maabangi na wanaisha. Marafiki wangu wa wengi mmoja wao ndio Mungu hapa. Tulikuwa na yeye. Na wako wale kama naye. Kwa hiyo sasa nawakaribisha mahali hapa. Acha wale na habari kandia saa. Nakuwa kama hapa ni kwangu sasa. Bwana ya bila hakuna kuwa. Tena tunafanya maombi na mchungaji. Tena na watu kwa kama sawa na Mungu orai. Tunashukuru kila kitu. Na wewe kile kitu kwa kwanza. Kwa hiyo sasa Mungu awabariki. Asa hiyo kile sawa sasa. Amen. Amen. Mpigie makofi. Ndio sasa yeye amekuwa na sisi hapa kuanzia siku ya 5 Desemba. Mayole na kusiku kwa Jumatano kuna kwanza. Abande katoa leki kubuna. Ama hapa watu kwa hapa kwa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nami nashukuru Mungu Na tena mambo yao maneno ndio. amenijalia kufika mahali hapa. Na unachelewa saa. My brother, I'm happy to see you. Mungu mtobia na akora. Tumekuwa tukiongea na wewe kwa Tuanze sababu kwa ya manayo. tukukuwa naye kilikuwa na corona. Tunaongea maneno kile tunayoona. Asa malita grupu ya Yakobo, Kuna jina ni Jacobo. Jacob Nyamwega, Jacobo ya Mwea lakini inajulikana kama Liruma. na zaidi ya yote inajulikana kama Jiwa. Amen. Amen. So, pastor rafiki yangu wa karibu Pastor Momo Sani wanabwana alinialika nikuje hapa na ngalega nikicha nichunge pamoja na yeye elika tarama kwa ne hii sherehe. asi okogata no kokoe celebration. Mimi ni mwimbaji Jeroko te lakini sijapewa nafasi, nikipewa Nikipewa, uimbaji wangu. mwanyo alama tera. Amen. Amina. Asante. Karibu sana, nami nimefurahia kukuona Akina wote wako karibu. kwa siku ya kwanza. Asili kulie kita. Najua ni wengi ambao wanasikia hewani Awangela kwa ni kwa semeo. na hatujawahi kukutana. Na kwa na korana. Hata wiki jana kuna wengine waliniona Abayone weekend yetu tembara wangu wote. alafu wakaanza kunikejeli. Bakaanza kwa Tulikuwa tunadhania ni mtu mkubwa mwenye miaka minne, lakini baada ya kukuona siku ya leo naomba taiwote kama kime. Asante mwana bataro wale bwana. Weka ngeke tabia. Bwana mimi niko na wale baba hapo kicheko hicho hicho. Mwekea ngeke chakula ya mtundu. Jumba karibu sana, tutatuwekea kibao kimoja. Kisha baadaye tutakuwa tunaendelea. Mjengo tenenyo na antubale mwachani bali bali tenegdara nyage na boli neki nikike jembwa kusela Yesu. Amen. Na kila kitu watu pamoja na mimi niko hai. Ni kitu gani hiki ambacho nitapea Mungu? Mabausa karibu akana Nitapea nini Mungu wangu? Bila maana ya kupea wai bila kulipia. Hiyo ndio hiyo liko inamaanisha ukisikia hata ukisikia hicho inaelewa. Kwa sababu tuko hewani, mkiendelea kutengeneza na sisi tutakuwa tunaendelea kuzungumza kwa redio. Asante sana mpenzi msikilizaji wa kituo hiki cha Sauti ya Rema, mahali popote ulipo, unapoendelea kututegea, tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mlima wa Bwana Wateki Prayer Center Nyamataro, kutoka Prayer Center Nyamataro, kwa sababu mmekuwa mkipokea matangazo kuanzia siku ya jana, kana kwamba leo tuko na sherehe kubwa ambapo mtumishi wa Mungu Nabii Richard Tinega ambaye anahubiri katika kituo chetu cha Sauti ya Rehema kila siku ya Jumanne kuanzia saa 3 jioni atakuwa anasherehekea miaka 20 tangu aanze huduma na amefikisha miaka 50. Kwa hivyo leo tuko na sherehe mbili mfululizo, kisha baadaye na ibada ya kawaida ambayo tunapeperusha hewani. Mwenye anazungumza kwa sasa ni Zadok Mkenya halisi
Hii leo sasa nimebadilisha lugha kidogo, lakini tutakuwa tunaendelea zaidi kutegea mahali popote. Turudi hapa ndani, tuko na mwimbaji ambaye anaenda kutuletea wimbo, anaitwa Irma. Achilia kibao hicho. Haya. Hallelujah.
Amen. Nikina mwetata miongeni ukimabwarusi. Nini nitampea Mungu huyu amenipea uhai wa bure. Kuisha wale wako ndoke vikana na kile nene. Hata roho yangu inasikia vizuri. So tuwe swali jenaye. Mwakitumwate kwa muomba nene. Kwa hivyo tujiulize mimi na wewe hapo na kile kitu lakini hawakufika siku hii vile umefika. Ile peke yake itafanya wewe umtukuze Bwana Mungu. Wale kila wale mfika lakini wale wakati moja. Ni wangapi ambao mlikuwa nao jana? Tingo wakera ngasi tele kwa nyonga wakaba heshimiwa leo. Afadhali kwa nyonga zitasabu na mheshimiwa. Igongo wakati ndio nyasa ubusi ya tani. Afadhali sababu Mungu amenichonga. Njitina na rote na kusaba lakini raika. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mpini kama nafasi ya kuimba. Nao pia wanajisikia wako katika nyumba ya Bwana. Na ukitaka kukosea mtumishi ambaye anaimba, mwenyewe nafasi ya kuimba katika madhabahu. Sasa vile tumemkabidhi nafasi ya kuimba, furaha iliyoje moyoni mwake. Mtumishi wa Mungu, kutoka eneo la Mwata, karibu sana utusalimie. Ni mtumishi wa Mungu ambaye tunashirikiana katika huduma hii ya Gospel Tabernacle. Akafahamisha majina yake, ingawa amenyeshewa. Najua ukiona mtu amenyeshewa akienda katika nyumba ya Bwana, inamaanisha yeye mwenyewe amejitolea kufanya hiyo huduma. Lakini wale ambao wakulipao wamemwona Mungu, wacha waende. Mimi sijaokoka, nitakapoimba. Lakini nyumba ijayo isiponyesha, nitaenda nyumba ya Bwana kumwabudu. Lakini huyu mtumishi aliona Mungu inanyesha, lakini akasema niwe liwalo. Haleluya. Siku ya leo siku ya muhimu sana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kufika mwaka mpaka umefika mwisho wa mwaka, mara ya pili. Wangu wako na tamaa ya kuja Take Prayer Center. Lakini leo walisema hata wakinyesha namna gani, leo lazima wafike hapa waone Take Prayer Center. Huduma wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ningependelea tu wasimama ongea jambo. Mzee, hebu simama usaidie kanisa. Haleluya. 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 Nei tukoligia. Siku ya furaha. Nasaye akogendile kurwasumwa kumugima. Ambaye Mungu ametushinda kwa mwaka mzima. Bwana katutikale tikisa chinke tutachumwa kumugima. Sasa ni majira kidogo tuvuke mwaka mwingine. Asigo tumwile ni yomonene miyamono. Kwa hivyo tumshukuru Mungu ni asante. Ande tumwile ni miyamono singincho. Atusema Samaliza nguru kita nyangalesi yokono. kwa hivyo kwa majina mimi ni Peter Nyangalesi Okomo. Nigonde umuchagi. Mimi ni Monchagi. Nigonde wetasege nyukia mukura. Nimetoka huko Bomokora. Ase na mali school. Kwa Nyamare Sure. Nigo ekanise ya saga. Mimi ndio nilipea samba na akajenga hilo nyumba. Ni wali mbaso. Kwa hivyo yuko pale, yeye ni pasta wangu. Nigo ase balipata nyakondora. Kwa wale ambao hawajawahi niona, Sekinda bani maro kwa lako ngandore. wengine saa ingine walikuwa wanataka kuniona hata kutoka sayari. Kwa tinyo wange. Siku hapa karibu Roni gonai kwa sabani ni bangi rocha. na nilipata na sababu nyingine wakanileta hapa. Nabo kasini ndio mwangu mjitoke kuumira na naba ni bami. Nilifurahia sababu ya mama Nitafuta. nika ningekuwa nija Nilikuja kuja aliwata hiyo pe shamba kuomo kondo ujenge kanisa la Mungu. wakati kanisa ya Nyasaye. Shamba niko nayo kubwa. Kama ipata nila Lakini sasa ni kidogo sana. kwa Nyasaye sema ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikubali. Achana. Akina Kenya muone. Haona hata Kenya wasala. Ajue pale
niko na wazee na vijana pia. Huyo mke siwezi mmoja nyuma. Lazima tu awasalimie hiyo ya wafa. Ndiye yule. Na kijana wangu kubwa kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo majina yamenipendeza. Na kwa Mungu pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo nimeona tule pamoja nani? Tushauriane pamoja nani? Tuvuke mwaka huu. Kwa hivyo tunajua ya kwamba Mungu anawapenda. Tuko mlima wa Bwana. Na tena hapa kuna uponyaji. Najua nilikwambia. Ukisikia Yesu mwenyewe aliambia wanafunzi, Endeni mimi ninawatuma. Bwana Yesu asifiwe. Jua hapa tuko mlima wa Bwana. Ukiwa na shida, asante mtumishi Moriasi ambaye anafanya kazi ya Bwana. Ni kweli tulienda kule. Lakini sasa leo ni yeye kukabidhi watumishi wa Mungu ili wakaweze kujengea Maulana akae katika kiti cha enzi madhabahu. Na yule mzee ambaye alimpea shamba huyu mtumishi wa Mungu. Mimi ndiye naelewa penye yako sasa hivi. Kuna yeyote ambaye tutafungia? Mgeni. Hapa tuko katika mwema wa Bwana. Mahali peke kila mmoja atapokea kile kilicho. Bwana asifiwe sana. Sema ambia huyo mwenzako leo hakuna mchezo. Miaka 50 mzee amefika. Ambia huyo mwenzako. Injili ya Bwana 20 years. Na iwete. Mwaka mmoja mlimani. Mwewete na wangigo. Yesu wa nene. Mzee. Omba na wengine omba nyere to kama. Omba kaka. Bwana Yesu asifiwe. Niko papa ya kongane. Sasa so mimi sio kama na. Kadri wengine wanakuja na pasi. Sasa mkaa hapo space na process. Lazima tukaa barikiwa sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Biamuri. Amen. Pastor Evans tatembea. Takuja huko. Ndio Mkenya nilete resaba na ile. Mbali kabali kila mangana alibabeba kura mkuruma igaiga. Ni wangapi wameandika kama umekusiwa na umeandika mahali Ndenaro uliingia kama mcha Amerika wakolwa. Ila kwa kupanyiwa. Akaweka hotel. Agateba vitu vilikuwa Amerika kuna mbili kweli. Akaandika yule ambao nimesema kama aijiandiki. Igoto basi kama boko ligie vite vyo kiagera mbili kweli kana ukoro kwa yoko nyara pia. Kwa hivyo usiandike ukitafanya mkono hivi au taweza. Na nje ni bantu, ni the people. Na mimi niko bantu. Babu kama kunde kane amesimama hapa na aliweza kutunga huo wimbo ambao tulikweli. Kweli ilikuwa ramiwe. Alijiandiki hapa yenye umekukanwa. Wacha atupe tubarikiwe. Nikapa na habari kama sisi. Asante, achilia wimbo huo. Wale watoto ambao wananisaidia kudance. Thank you.
kutoka mlima wa Bwana Wateki Prayer Center. Ni eneo ambalo liko katika eneo la Nyamataru. Kisi town kuna vyakula mapocho. Ng'ombe imechinjwa siku ya leo. Si mwanambuzi, ni mbuzi mzima. Mmoja atakuwa ameshiba. Sasa kama uko Kisii town, utaanza mida ya saa 7 na dakika kadhaa. Lakini kwa sasa hivi tutakuwa tunaingia kwa neno, kisha baadaye tutaingia kwa sherehe ya kumaliza miaka 20 hii. Kwa hivyo siku ya leo tutakuwa na sherehe 2 ambazo tutakuwa tunasherehekea. Shangwe na vigelegele kwa wala tuingie sasa kwa neno la Bwana. Kila mmoja iwe Biblia yake juu. Nataka kuhesabu wale ambao walijitolea siku ya leo kumpokea huyu Yesu ambaye tunatafuta. Kama una Biblia ule wako, lakini kuna siri ambayo nimeona kabla nianze kuleta neno la Bwana. Mtumishi wa Mungu ameingia. Sasa tutakuwa tunamkaribisha, kisha baadaye tutaingia kwa neno, tusherekee, tumshangilie, kisha baadaye tutakuwa tunaingia kwa neno. Wale ambao mko kwa radio msijali, kwa sababu hii mawasiliano haya ama matangazo tunaleta moja kwa moja kutoka eneo hili la Wateki Prayer Center. Sasa tunataka kuweka muziki ili tumkaribishe mtumishi wa Mungu anapoingia. Hakika ndio tutaingia kwa neno, naye ataenda kutuongelesha baada ya neno katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu Nabii Richard Tilera kuanzisha huduma hii katika eneo letu la Kisii. Bishop mkubwa Nabii Richard Tilera ambaye wengi tunamtambua kama chairman ameingia katika ukumbi huu. Shangwe na vigelegele. Makofi. Wale wako na maua watamkalisha akaweza kummeremeta siku ya leo. Asante sana mtumishi wa Mungu Nabii Richard Tilera na familia yake wako hapa, ndio wameingia. Pastor Nema ambaye ni msaidizi wake, mpige makofi, mpige makofi. Shangwe na vigelegele, kiinua mikono juu. Ishara ya salamu. Asante. Ameamana na watoto wake, wameingia nao, wapigie makofi. Watu tunasherehekea sherehe ya kwanza.
tumemkaribisha mtumishi wa Mungu. Yeye ndiye mgeni mheshimiwa ambaye tumekuwa tukisubiri, kwa sababu mtumishi wa Mungu Nabii Richard Tinega simama mbele yetu heshima kubwa siku. Asante na Maulana kae katika kiti cha enzi kukuinua, azidi kupongeza siku, kwa sababu tangu uanzishe hii huduma ni miaka 20 ambayo imepita, kumaanisha ulianza huduma ukiwa na miaka 30. Huyu Mungu ambaye umekuwa ukimulilia katika mwema huu wa Bwana azidi kukusha na heshima kubwa za dhati siku ya leo. Asante kwa sababu umemsaidia na hiyo huduma. Asante na huyu Maulana azidi kukumbuka wewe Pastor Neema. Asante kijana, na wewe umekuwa msaada. Kuna uwezekano wazazi saidini na watoto waseme. Na huyu anaitwa Masi, ni mtoto wa Kisii University. Asante kwa kujitolea ili ukatoa aibu kwa wazazi wakati wanaendelea kuhubiri neno la Bwana. Na wewe ndio karibu sana, ni mwanafunzi hapo katika chuo kikuu kule. Asante. Sasa tutakuwa tunaendelea, kisha baadaye tutaingia kwa sherehe kubwa. Tunataka Bueno, este tetaoswa kidogo kidogo tu ndio tuanze. Akili tuanze. Ndio sasa tuko na groups mbili siku ya leo. Kuna wale ambao wanatutegea kwa redio na wale ambao mko hapa ndani. Ndio wakati niliingia hapa. Sasa wakati niliingia, maana niliongea na mtumishi wa Mungu, akaniambia yeye baada hajafika, nami nikajua kana kwamba yeye atakuwa wa mwisho kuingia katika ukumbi huu. Sasa ikabidi nitangulie ili kupima hali yangu. Wakati nilipoingia nikapata watu ambao walikuwa hapa walikuwa karibu 40. Sasa mimi nikaanza kujiuliza maswali. Sababu amekuwa akifanya hii kazi 20. Mtumishi wangu nitamtendea vile amekuwa akinitendea. Biblia takatifu inasema ya kwamba ile ungelipenda utendewe mtumishi wa Mungu alikuwa akitenda mema akaye katika kiti cha enzi. Siku ya Jumatano kumaanisha siku 4 kila mwezi, hatujui chochote, hakuli chochote, kazi yake unampata akiwa katika mlima wa Bwana. Maulana akaye katika kiti cha enzi. Hiyo imanishi hana kazi ya kufanya, hakuna kazi katika ofisi kubwa ya Maulana akaye katika kiti cha enzi. Kama na vigelegele. Sasa tutaingia kwa neno, kwa sababu leo ni tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka huu 2023. Kumaanisha tumepakisha masaa machache ili tukaweze kuvuka mwaka mpya, kuvuka mwaka huu ili kuelekea mwaka ujao ambao utaanza rasmi usiku wa 8. Lakini nataka kusema kana kwamba yeyote ambaye amefika, tunaabudu Mungu, tutavuka liwe liwalo katika jina la Yesu, na kila mmoja atakuwa na afya njema katika jina la Yesu. Na wale ambao wanategea kwa redio hii itakuwa inaendelea. Nataka kuingia katika neno la Bwana. Ukipenda Mkenya halisi, mtumishi wangu ambaye atakuwa mkalimani wako na kuleta neno la Bwana. Sasa yeye ndiye pendo wetu hapa. Sasa yeye atakuwa wa mwisho kushukisha utumishi wa Mungu, maana amewaleta siku ya leo. Asante sana my brother, kwa sababu umefanya kazi nzuri. Mvua ilikuwa inanyesha, ukajaribu ukatumia akili zako zote ukawafikisha salama salimini. Mungu azidi kukubariki na familia yako katika jina la Yesu. Nataka sasa tuingie kwa mtangazaji wa Yesu. Nataka sasa nyingine sasa. Topic kitabu cha Bwana litukolia leo. Topic ambayo tunaenda kuongelea siku ya leo. Chora. Chagua.
oyumugochi gutaranere umwaka w'ikiruru na mbose mirongo ibiri na ine. Mwenye unaenda kutembea na yeye chagua oyumugochi gutaranere niandilishe kwamba kama tuko sawa. Utupe agizo. Tutaleta neno la Bwana dakika 10. Tulete. Tumebakisha huu 2023. Makoyo wetu uibele. Ikiwa kuna marafiki ambao wanakusudia kuendelea, itakuwa ngumu sana, watakusupport ili kuendelea kikazi, ili kuendelea kimaisha. Ni kulingana na marafiki ambao unatembea nao. Wengi ambao umekaa hapa ni wasomi, mumeenda shule, lakini tuko na professors, tuko na doctors, na wako na madigrii. Walienda shule wakasoma, sasa wameajiriwa, wanafanya kazi, wanasema kana kwamba education is the key in life to succeed. Katika maisha ni ufunguo upi? Pata ufunguo wa Yesu Kristo. Maana huo ndio ufunguo utatumia kufungua elimu na vitu vyote katika dunia hii. Sasa nimeambiwa siku iko sawa. Nataka sasa tuingie katika neno la Bwana. Tunafundisha kaona ufunguo ambao ni halisi na kupokea Yesu mwana wa Mungu. Usiwe na madharau kwa kazi hii ya Bwana. Chora oyumugochi gutarane. Chakula mwenye mkatembea na yeye. Nataka tuende katika Biblia zetu. Inua Biblia, sijasahau. Ndio kuna wengine walitembea kuona Biblia. Inua Biblia. Ukiwa na simu umeinstall Biblia, inua juu. Sasa tutaanzia hapo tumishi. Android phone 1 2. Huyu ni. Najua sasa Biblia inasema wanakuwa kitu hata kama atamu wajiriyo Kenya ndio mara wewe na wajiriyo hivi. Inua Biblia hiyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Tuko na Biblia 40. Wala wao wanategemea. Tuko kitabu. Uchao uamuzi ama uamuzi? Abagambi. Ni uamuzi ama uamuzi? Uamuzi. Kwa Kiswahili uamuzi. Ni uamuzi. Chapter number 7. Verse number 3. Abagambi sana nime. Eke mungu kiata tu. Raya asabanto obatege. Wende kwesi wale nobora. Na ifu emerongewele na ile bakwegana. Na watu chibu kumi bagatila. Tangaza habari yote anayeogopa na kutetemeka na arudi aondoke katika mlima wa Gileadi. Ndipo watu 22,000 wakarudi katika watu hao, wakapaki watu 10,000. Haleluya. Amen. Mfalme ya enzi, mimi mtumishi wako katika ukumbi huu katika siku ya leo. Wasikilizaji wa redio, tumekuja mbele zako mchana wa leo kupitia jina la Yesu, kupitia Roho Mtakatifu. Sisi binadamu ni wenye dhambi, lakini nakuomba Mungu utusamehe, utusafishe kiakili, kiroho, kimwili, ili ombi hili likaweze kusikika katika kiti chako cha utukufu zikakurudie. Leo najua
tuko na sherehe kubwa ya kusherehekea miaka 20 tangu mtumishi wako Nabii Tinela aanze huduma hii yako katika ofisi yako. Mungu, yote tunayakabidhi mikononi mwako Mfalme. Utuokoe. Naelewa wengine ni wagonjwa ambao wamefika kwa redio tunapoenda kutamatisha ubiri hawa. Mfalme, wote waone mkono wako, wapone katika jina la Yesu. Tunafunga nguvu za shetani pimizi. Mfalme, tunamfunga wewe mwenyewe, wewe ndiye mshindi. Tunatangaza nimeomba nikiamini katika jina la Yesu. Asante. Ingakeyemo. Siku moja. Na niko wakiambiwa fuata mundia miungu. Igonta ni tu. Gideon. No mumra oyosh. Yeye alikuwa kijana wa Yohana. Ingai bole tu alikofra. Anataka kuzungumzia. Nataka kuongelea kijana mmoja ambaye anaitwa Gideoni. Gideoni ni mtoto wa Yoshua. Sasa yeye ndiye anaanza kuzungumzia wakajitenga na Mungu. Ekaombea tanana. Wakataka usasi machina sae. Walipojua Wamidiani wakawabeka soko wakukwabo. wakaweka katika miaka 5 nebe. Kwa miaka 7 wakati michande mingi sana walipitia shida mingi. Aba Midiani hapa iko barika bange kirage walikuwa wengi zaidi. Na wajeni iko barika wote walikuwa wanakuja basa yendaga wanaanza kwa wale paket tugeri hapa wanaboria wakaanza kujigoseke tu akorete yako tuwete michande tupitia shida hii. Nyasaye uitum akatuma nabii wake Elina chakwane kugenda kweli tobile kando tena bagirete eira kimete Nyasaye ndo walisite sese misi nika nyere kwa kora amanene akeba mama nayo akaba ngakore bitu byabo ekaira mutunguru beganda akababeka sama boko yaba Midiani bakabachana sinyake tabele nasi kike tambe ekaira malaika wa Bwana akashuka kutoka mbinguni. Ndio wakaingia katika mitaro kwa sababu hali ilibadilika, haikuwa hali ya kawaida. Wakaanza kujificha. Huyu kijana ambaye anaitwa Gideoni naye ni mwana wa Israeli, yaani ni mwana Israeli, na yeye alikimbia, akamaanisha alitoroka, akasoma tegete huku kwa matontera mwaloni kwa matontera mwaloni awano wale ngabo alikuwa chini ya mti wa aina ya mwaloni, alikuwa anapepeta ngano, alikuwa engano na hata watu wa mulindete kwa mingine tibai morali ilikuja sana acha akaitasumu toja ukubeka ni wa matontera akakuwa na Gideoni kama ile shida unastahili maswali. Mbona tunapitia hayo mambo? Akapita malaika wa Mungu akatumwa aleta habari kwa sababu Mungu mwenyewe. Lakini wakati malaika alizungumza na huyu kijana Gideoni mwenyewe, ndiye utaokoa wana wa Israeli kwa sababu wewe ni shujaa. Ikabidi kijana Gideoni akaanza kumuuliza maswali. Mbona tunapitia changamoto za hapa na pale? Malaika wa Mungu akamwambia, wewe ndiye utaokoa kwa sababu wewe ni shujaa. Mungu atakuwa na wewe. Sasa ikabidi huyo kijana ambaye anaitwa Gideoni aliuliza maswali, itawezekanaje ili nijue hii habari inapokezwa siku ya leo inatoka kwa maulana akaye katika kiti cha mama ya eneo hili. Sasa ingetoka kwa hanya kurumu malaika wa Nyasaye. Sasa nyumba kuna tiko kutiobusa ingenda nyumba bakonye nyere emano yembuli mbao sekendagira mwana mzee nikuletee ngekate sio tigo chachu
ukaweze kukula, sababu wewe ni malaika, wewe ni wa Mungu, huwezi enda hivyo. Baadaye tulitengeneza chakula, tunaenda kusherehekea miaka huduma, tutakuwa tunywa soda, chai, mandazi, chakula aina mbalimbali. Ikapia huyu kijana akaleta supu, vitabu zingine zinasema mchuzi ama mchuzi, akazileta malaika wa Bwana akamletea hiyo chakula. Mchuzi iko katika nyungu na mikate siku matatu ambayo yako katika kikapu moja na mwana mbuzi ambao umetengeneza. Leta ukaniwekee kwenye mwamba, akatumika kanyika wataka akamuriho mwero wacha wasatenda miujiza ambayo sio yetu. Haleluya! Ukitembea na Mungu, ukitembea na Mungu utagundua kila jambo ambalo linatendeka. Ikapindi Gideoni, ndio huyu ambaye alikuwa anaongea na yeye, akasikidu akasema, asante Maula. Binadamu ni binadamu, si rahisi kuelewa, si rahisi kukubali kama unatumiwa na Maulana akae katika kitabu. Hiyo roho ilimwingia Gideoni, akaanza kutoa maswali mengine. Unapona katika jina la Yesu. Leo tunamjaribu Mungu, akamwangalia, nataka kujua kana kwamba atawaokoa wana wa Israeli. Akaenda katafuta ngozi, akaileta ile ngozi, nipate majaribu iko kwa sababu nipate umande imeshikilia kuweka ile ngozi ya mwanakondoo. Akaingia kalala, ikafika kesho kulipopamasuka, akakuja akapata ile ngozi, umande umeshikilia, lakini hapo katika ardhi ni kukavu. Akajua huenda ni Mungu anatenda hivyo, lakini tunasipune. Akasema, Mungu usinione mambo yao. Kama ni swali ya mwelio, siku ya leo naenda kuweka hii ngozi tena hapa chini kwa ardhi, lakini sasa nakuomba tu na kusema ni umande hivi. Siku ambayo inafuata akaongea na Mungu, akasema hii mimi ipatikana kwa ardhi na ngozi iwe kukavu. Hiyo ndio swali langu, nimekujaribu nayo ya mwisho. Kwa siku iliyofuata Gideoni alipokuja akapata kwa ardhi umande upo, lakini kwa ngozi ni kukavu. Akajua kwamba ataokoa wana wa Israeli kutoka mikononi kwa Wamidiani, kwa sababu walikuwa wamepitia changamoto za hapa na pale. Akajua huyu kijana amechaguliwa na Mungu, anaenda kuokoa wana wa Israeli. Hili neno siku ya leo inaenda kubadilisha maisha yako, inaenda kubadilisha maisha yako. Kama kufunguliwa na maskini, kuokoa wana wa Israeli. Gideoni akajaka sababu kutulia wana wa Israeli. Akaangalia abantu kubasi msabu ao yazabu hata na marasi basi tunukiagile Samaria atake basi tunukiagile Samaria atake kusema tutawapia vita kwa Wameleki, wakashirikiana na Wamidiani. Sasa wale Wamidiani na Wameleki wakaanza safari ya kwenda kupambana tena kwa wana wa Israeli. Walifika mahali kunaitwa Omore, Naftali, wote wakajumuika pamoja, wanaenda sasa kwa vita. Wakakuja wakafika eneo karibu na mto. Eneo hilo linaitwa Harodi. Wanasema utaka tangapo torenya sauku wasilaba Midiani
gani? Abana b'Isiraeli bekenye wali kubwa kusema ni kubwa kiendelea chepeke kwa sana Midiani walikuwa wengi kama nzige, nyama zao zilikuwa mingi, bunga walikuwa nazo mingi. Hesabu tu tunasoma katika ni ya wana wa Israeli, wale walijitolea wakiongozwa na Gideoni 32. Sasa ikafika vita inaanza rasmi. Gideoni yeye alikuwa anaomba Mungu. Ukafika wakati sasa wako katika eneo lile la Hori, nao wako katika eneo la Omori. Sasa vita itaanza, shughuli nzima ya vita inaanza rasmi. Ili kuona yana Gideoni mtoki wa Yoashi wataendelea kuwatia wana wa Israeli mikononi mwao, waendelee kupitia changamoto zile ambazo wamekuwa wakipitia punde si punde kutoka kwa Mungu. Akamwambia uko na watu wengi sana, uko na watu wengi, kuna uwezekano wa kushinda.